Hii ni Tenda Radio. Tunakupa ramani ya kupata zabuni kwa mfumo wa Nesti, fursa kiganjani. Mfumo wa Nesti umeleta usawa, ndio connection pekee inayokupa power. Tenda Radio imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA. Kuanzia Julai mosi 2023, tenda za serikali zinachakatwa na kutolewa kupitia mfumo wa usimamizi wa ununuzi wa umma kielektronic NeST uliojengwa na serikali ya awamu ya 6 ili kuhakikisha michakato ya tenda inafanyika kidijitali kwa uwazi na usawa, bila kujuana na bila kulazimika kufika ofisi za serikali. Kupitia mfumo wa NeST unaosimamiwa na PPRA, Watanzania ikiwemo kampuni, vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu wameshanufaika na matrilioni ya shilingi kupitia tenda za serikali. Leo hakuna tenda inayotolewa nje ya NeST, na NeST ndiyo connection pekee ya tenda za serikali. Sasa wadau wanataka kujua ujenzi wa NeST unaendeleaje, usalama wake ukoje na unawanufaishaje wa Tanzania. Karibu usikilize sehemu ya 14 ya Tenda Radio. Hii ni Tenda Radio. Leo ni kubwa zaidi. Tunazungumza na mwenyekiti wa bodi ya PPRA, Profesa Leonarda Mwagike. Tumeona kabisa maendeleo ni mazuri. Wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya PPRA wana ujumbe kwako kijana. Kijana anatakiwa ajitokeze, washiriki kwenye ununuzi wa umma. Meneja mradi wa ujenzi wa NeST naye anatuaminisha wawe na amani kabisa, usidhani kwamba kuna watu wanabadilisha taarifa zao. Vipi kuhusu watumiaji wa mfumo na Watanzania waliojipatia mamilioni kupitia mfumo huu? Utawasikia kwa undani hapo baadaye. Mimi ni Sonata Nduka, mwenye furushi la fursa. Umewahi kusikia mteja ni mfalme? Basi chukua na hii. Kwetu mteja ni wa thamani. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi wa umma kupata huduma zetu, kwani tumejipanga kuwapa huduma bora. Tembelea ofisi za makao makuu ya PPRA zilizoko Tambukareli jijini Dodoma, na ofisi za kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ofisi za kanda ya Pwani Dar es Salaam, ofisi za kanda ya Kaskazini Arusha, ofisi za kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, ofisi za kanda ya Kati na Magharibi Tabora, na ofisi za kanda ya Kusini Mtwara. Wasiliana nasi kuhusu mfumo wa NeST kwa kupiga simu namba 0736494948 au barua pepe support@nest.go.tz. Kwa huduma nyingine zinazohusu ununuzi wa umma, wasiliana nasi kupitia 0226363854 au dg@ppra.go.tz. PPRA, tumejipanga kukuhudumia. Hii ni Tenda Radio. Na kutaarifu kuwa sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 inazitaka taasisi za serikali kutenga 30% ya bajeti ya ununuzi, yaani tenda, kwa ajili ya makundi maalum: vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Zaidi ya 70% ya bajeti kuu ya serikali inatumika kwenye ununuzi wa umma. Maana yake, katika kila shilingi milioni 1, zaidi ya shilingi 700,000 inatumika kwenye tenda za serikali. Hakikisha unapata sehemu ya bajeti hii. Hatua ni chache tu. Unda kikundi cha watu 5 hadi 20, sajili kikundi chenu kwenye halmashauri, VETA au taasisi nyingine wezeshi. Pata TIN namba ya kikundi, kisha halmashauri itatuma taarifa zenu PPRA kwa ajili ya kuwekwa kwenye orodha rasmi ili kila taasisi iweze kuwaona. PPRA itawafanyia usajili wa awali kwenye mfumo wa NeST. Baada ya hapo, mwenyekiti wa kikundi chenu ataingia kwenye mfumo wa NeST, yaani nest.go.tz, kukamilisha usajili, na hapo mtaanza kuomba tenda za serikali. Hivyo tu. Msaada wa jinsi ya kujisajili na kuomba zabuni unatolewa bure. Wasiliana na PPRA kupitia namba 0736494948 au support@nest.go.tz kwa msaada wa haraka. Unasikiliza Tenda Radio.
Nilikuambia awali kuwa leo ni kubwa kuliko. Sasa nisikucheleweshe kuipata hii. Tuko na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya PPRA, Profesa Leonada Mwagike, ambaye hivi karibuni ameongozana na wajumbe wa bodi na management ya PPRA kukagua maendeleo ya ujenzi wa mfumo wa NeST. Profesa Mwagike, karibu sana Tenda Radio. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tungependa kufahamu bodi ya wakurugenzi ya PPRA mmepata mrejesho gani baada ya kufanya ziara kwenye kambi ya ujenzi wa mfumo wa NeST? Kama alivyotangulia kusema, bodi ya wakurugenzi ya PPRA tumekuja hapa Arusha VETA kutembelea timu inayojenga mfumo wa ununuzi wa umma kidijitali unaoitwa NeST. Tumesikiza presentation ya meneja mfumo. Tumeona kabisa maendeleo ni mazuri. Kuna module mbalimbali ambazo zimejengwa, zimekamilika, ikiwemo module ya usimamizi wa mikataba imekamilika na imeshaanza kutumika kwa baadhi ya sehemu. Inatumika kwenye ununuzi wa vifaa pamoja na ushauri sio kwa kitaaluma. Mwenyekiti, wewe ni mtaalamu na mbobezi kwenye hii fani ya ununuzi. Kwa uzoefu wako, tueleze hali ilikuwaje miaka iliyopita na sasa baada ya serikali kuamua kutumia mifumo ya kidijitali? Kwanza kabisa, kabla ya kufanya manunuzi kwa njia ya kidijitali, mlolongo wa ununuzi wa umma ulikuwa ni mrefu sana. Kuanzia pale mtu ambapo anaomba tenda mpaka anakuja kupata tenda. Lakini kulikuwa hakuna uwazi ulio kamili. Baada ya kuwa tumetengeneza huu mfumo, tunaona uwazi umeongezeka, lakini muda wa kuchakata zabuni kutoka mtu anapoomba mpaka anapopata umepungua. Lakini pia gharama imepungua kwa sababu watu walikuwa wanatakiwa anapoomba tenda aweze kuandaa nyaraka mbalimbali za makaratasi. Anaweza akatoa makaratasi labda document 3 au 4. Lakini kwa sasa hivi mtu anaingia tu kwenye mfumo, anaomba tenda, anapata. Kwa hiyo mchakato umepungua sana kwa sasa hivi. Asante. Sasa unatoa wito gani kwa Watanzania hasa wafanyabiashara? Wito wangu kwa wafanyabiashara ni kwamba watumie mfumo wa NeST. Wakisikia mafunzo yanatolewa na PPRA, waende wakafundishwe namna ya kutumia mfumo. Maanake kuna fursa mbalimbali ambazo zimetengenezwa kupitia mfumo na Watanzania wote wana fursa sawa ya kupata hizi zabuni za serikali. Unaendelea kusikiliza Tenda Radio. Sekunde chache zilizopita tumezungumza na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya PPRA, Profesa Leonada Mwagike, kuhusu ziara ya bodi kwenye kambi ya ujenzi wa mfumo wa NeST. Kama nilivyokuambia awali, pia tuko na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya PPRA, Bwana Alan Kiula. Bwana Kiula, mwenyekiti wa bodi Profesa Mwagike ametueleza kwa ufupi kuhusu safari ya ununuzi wa umma hapa nchini Tanzania. Tumetoka mbali, hadi sasa tunatumia mfumo wa NeST. Kwa upande wako, unaizungumziaje hii safari na fursa zilizopo? Ni kweli kabisa ndugu mtangazaji, tulikotoka tumetoka mbali. Tumetoka kwenye manyo, tukaenda kwenye partial digital, lakini hapa tunapozungumza sasa hivi tuko kwenye full digital. Na ukipima vipindi hivyo vyote vitatu, hapa tuko kwenye mafanikio ya hali ya juu sana. Tunaposema full digital, maana yake kwamba sasa digitali inasimamia ununuzi wa umma kwa ujumla wake, lakini imeleta watu wote. Sababu kwa kutumia digitali unaweza kuwafikia watu wengi kuliko kutumia manyo. Hivyo fursa za watu kushiriki wakiwemo vijana. Lakini zamani unakuta wafanyabiashara wengi walikuwa ni wazee. Sasa hivi vijana, makundi maalum yote sasa yanaweza kuingia na yakashiriki katika ununuzi wa umma, ukizingatia serikali inatenga zaidi ya 70% ya bajeti yake kwenda kwenye manunuzi. Unawashauri nini vijana kwa kuzingatia fursa za tenda za serikali zilizopo kwenye ulimwengu huu wa kidijitali? Kwa vijana, jambo kubwa naloweza kusema, kwenye mitandao unaweza ukaitumia vizuri kwa kujipatia kipato na kulisaidia taifa lako pia. Hivyo basi vijana wanaweza wakaungana au kijana mmoja mmoja wakashiriki manunuzi ya umma. Tunatambua kwamba serikali inasema kwamba pesa ya serikali ni pesa ya kwetu sisi sote, na kila mtu ana uwezo wake wa kuweza kufanya kazi fulani na serikali. Hivyo basi vijana wakishiriki kwenye ununuzi wa umma watakuwa wametoa mchango mkubwa wao mwenye kujipatia kipato, lakini kuisaidia taifa vile vile. Na tunasema swala la ununuzi wa umma ni inclusive. Inclusive ni swala la ushirikishwaji.
Sasa tusiachie kundi fulani tu la watu tukasema ili kundi la wazee tu au watu fulani ndio wanaweza kushiriki kwenye ununuzi wa umma. Lakini tunasema kwenye ununuzi wa umma kuna pesa ya serikali, kuna huduma ambazo serikali inazihitaji, na vijana ndo nguvu ya taifa, na vijana wanatakiwa washiriki kikamilifu pasipo kuona hofu au kuogopa. Na ziko namna nyingi ambazo sisi tunawashauri vijana namna ya kushiriki, na tunatoa mafunzo. Wanaweza wakaomba kufundishwa namna ya kushiriki kwenye ununuzi wa umma. Lakini kuna hoja ya vijana wengi kuhusu mitaji. Hii ikoje? Vijana wengi ukisema ununuzi wa umma wanakimbilia kusema mimi sina mtaji. Lakini njoo upate mafunzo, uweze kuelekezwa na uweze kuona namna bora ya kushiriki, na fursa hii iko wazi na inasubiri vijana. PPRA mmeweka malengo kuhakikisha sekta ya ununuzi wa umma inatoa angalau ajira milioni 3, yote kupitia mfumo wa NeST. Haya malengo unayaona yakitimia? Katika swala la ununuzi wa umma ndio maana nikazungumzia swala la inclusiveness, ujumuishi, yakiwepo makundi ya vijana. Hapa pana ajira kubwa sana. Unaposema ajira kubwa, maana yake ukiangalia bajeti ya serikali zaidi ya 70% na kwenda kwenye manunuzi. Kwa hiyo vijana wakikaa sawa, wakatumia fursa hii, wataweza kutoa huduma kwa serikali, lakini nao watapata pesa. Na hiyo moja kwa moja ni ajira ya moja kwa moja. Tofauti na ajira ukisema mimi nataka nikaajiriwe nipate mshahara wa kila mwezi. Lakini ununuzi wa umma unashiriki kwenye zabuni, ambazo zabuni hizo sasa ziko wazi. Zamani zilikuwa zabuni zinaonekana kama za kificho, lakini ndani ya NeST zabuni zote zinatangazwa. Wewe kazi yako ni kujiandikisha tu, na unaandika business line yako, wewe unafanya biashara gani. Kwa hiyo mtakuwa mnajulishwa kwamba kuna tenda fulani imetangazwa, na ukiona unaweza kushiriki, au kundi la vijana mnaweza kushiriki, au kundi la wanawake mnaweza kushiriki, basi mnashiriki. Na kuna watu wengi ambao wamepata tenda pasipo kumuona mtu yoyote. Ile dhana ya kusema kwamba utapata tenda au utapata zabuni mpaka uonane na fulani kupitia NeST, hilo jambo halipo kabisa sasa hivi. Ukiwa kama kijana wa zamani kwenye ulimwengu huu wa vijana wa sasa, unaona utofauti wa mazingira ya fursa uko wapi? Utofauti kwamba sisi tulikuwa tupati taarifa nyingi, na yako mambo tulikuwa tunaona kama mambo hayatuhusu sisi. Sasa kijana huwezi kukaa pembeni ya serikali, lazima ukae ndani ya serikali na ushiriki shughuli zote za serikali, zikiwepo shughuli hizi za ununuzi wa umma, na wakati ndo wao huu kupitia NeST. Shukran. Unasikiliza Tenda Radio. Baada ya kupata busara za mwenyekiti pamoja na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya PPRA, tukamilishe kwa kumsikiliza meneja mradi wa ujenzi wa mfumo wa NeST ambaye pia ni mkurugenzi wa tehama wa PPRA, Bwana Michael Moshiro. Bwana Moshiro, tungependa kufahamu kuhusu usalama wa mfumo wa NeST, hususan usalama wa taarifa za watumiaji. Kwanza nikiri kwamba usalama una maeneo mengi, lakini mimi niseme kwa ujumla serikali imejitahidi kuhakikisha kwamba mfumo unakuwa salama, hasa kwenye tunasema usahihi wa taarifa, tunasema data integrity, kwamba kilichoingia kwenye mfumo kisibadilishwe, kwa sababu hiyo ndio eneo hatarishi kwenye ununuzi wa umma. Kwenye ununuzi wa umma mtu hadukui taarifa kwa kutaka kujua eti kwamba unaitwa nani au nini. Kitu cha kumpa manufaa yeye kuweza kudukua kuona bei ya mwenzie kabla zabuni haijafunguliwa, kuweza kubadilisha labda zabuni wakati labda inafanywa evaluation, inafanywa upembuzi. Kwa hiyo kuna vitu hivyo. Sasa sisi kikubwa ambacho serikali imekifanya na tunashirikiana na wadau wengi ni kuhakikisha kwamba mfumo unatunza data na data haziwezi kubadilishwa. Kwa ufupi ni kwamba mfumo upo salama. Kwa hiyo ni wahakikishie wawe na amani kabisa. Usidhani kwamba kuna watu wanabadilisha taarifa zao au wakileta zabuni mapema kuna mtu atabadilisha, hapana. Asante sana. Songea kwa kina kipindi kijacho. Huyo ni Bwana Moshiro, meneja mradi wa ujenzi wa mfumo wa NeST ambaye pia ni mkurugenzi wa tehama wa PPRA. Tutazungumza naye kwa kina kwenye sehemu ya 15 ya Tenda Radio. Watanzania kwa maelfu wamepata tenda za serikali, lakini vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu wao pia wamepata tenda zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 24, na fursa bado zipo nyingi. Tuwasikilize wao walifanikiwaje.
Kikundi chetu kinaitwa Yete Group, ni wahitimu wa VETA, fani ya ujenzi na ukarabati barabara. Kwa hiyo tunahusika na kazi za ujenzi na ukarabati barabara kwa kutumia nguvu kazi ama labor base. Tulifanikiwa kusajiliwa kama wazabuni wa labor base, makundi maalum upande wa vijana. Tulipata tenda ya kwanza Arusha, ilikuwa na thamani ya milioni 24, na tulipata kwa sababu uzuri wa NeST utapata tenda hata bila kujua na mtu yote. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tulipata tenda mwaka huo. Mwaka uliofuata tulipata tenda Lindi. Mwaka 2024-25 mwaka wa fedha tulipata Arusha moja, na moja tulipata Kilimanjaro ambao ni Moshi. Unaweza kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi mtandaoni kupitia YouTube, Boomplay, Audiomack, Instagram na Facebook. Tafuta Tenda Radio TZ, subscribe na toa maoni yako. Shukrani za pekee kwa mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba na wote waliofanikisha kipindi hiki. Waandaaji ni Mbalamwezi Youth Group, msimamizi ni Remija Salvatori, mimi ni Sonata Nduka mwenye furushi la fursa. Tenda Radio imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA.